Kazi imeshakamilika. Hakuna kiumbe chochote kitakachokuwa na nguvu wala pumzi ya kusimama mahakamani na kutoa ushahidi. Inawezekana kwa huna hatia mbele yangu, ila naamini siku moja ungeanyua mdomo wako na kuweza kusema kilichojificha. Hicho ndicho kilichokuponza. Katika mazingira ya kutatanisha, binti anayefahamika kwa jina la Aisha Muhode ambaye aliyekuwa shahidi katika kesi ya aliyekuwa mtoto wa diwani wa kata ya Mdogwa, Mheshimiwa Mrisho Nguvumali, akutwa amefariki dunia. Mwili wa Aisha Muhode umekutwa pembezoni kidogo mwa kijiji cha Mdogwa ukiwa umeingizwa ndani ya gunia na kutupwa, huku damu nyingi zikisambaa sehemu mbalimbali za mwili wake. Ikumbukwe, Aisha Muhode ndiye aliyekuwa shahidi wa mwisho aliyebaki baada ya wenzake watatu kuuawa katika mazingira ya kutatanisha. Hivyo, hatima ya kesi inayomkabili ndugu James bado haijajulikana mpaka sasa. James anakabiliwa na kosa la kumbaka binti wa miaka 12 na kumsababishia kifo kabla ya kumfukia karibu na msitu wa shule ya msingi Mlandege ili kuficha ushahidi. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo na linawaomba wananchi kuwa watulivu hadi uchunguzi utakapokamilika. Ni mimi mtangazaji wako Abdalla Lugosi wa Farash TV. Walisema watampatia ulinzi wa kutosha kuhakikisha hakuna mtu atakayemkaribia na kumzuru. Ilikuwaje hadi akauawa? Hakuna anayejua jibu ya swali mzee. Inauma sana. Kuna kila dalili zinazoonyesha kwamba huyu dada hatapata haki yake. Mzee, huyu hata kuwa wa kwanza wa mwisho kukosa haki yake. Ndio maana sisi wengine tumefunga mdomo wetu. Maana tulisoma ile nahau ya mdomo uliponza kichwa. Sasa kwa hali kama hii, ninapata wapi ujasiri wa kushirikiana na polisi? Achana nayo, hakuna kitakachobadilika. Najua leo ni siku ambayo nina furaha sana, na sijui mnajua furaha yangu inatoka wapi? Unaweza kutuambia tu? Ni kwa sababu niko na mchumba wangu pembeni. Wow. Hey, kiss me. Umeendana? Ni nzuri. Safi. Lakini bado hata uwepo wenu pia katika maisha yangu umeongeza kitu kikubwa sana, kwa sababu mara zote napokuwa ninawapa kazi na hii kazi naifanya kwa wakati, basi hata mimi huwa inanipa faraja kubwa sana. Labda nikutoe wasiwasi. Mimi huwa kwa kawaida ninapofanya kazi huwa nafanya kazi kwa mipango mikubwa sana. Na kingine ninapofanya kazi na kijana wangu. Yes, hello? Hongera sana kwa furaha ulionayo. Ila kazi haijakamilika. Wewe ni nani na una maana gani kusema hivyo? Mimi ni shahidi wa 5
ambaye nilikuwepo eneo la tukio wakati unambaka na kumfanyia vitendo vya kinyama yule msichana. Nimekupigia ili kukujulisha kuwa usibweteke na hiyo furaha, maana kesi ipo pale pale. Hivyo tukutane tarehe 23 mahakamani. Halo? Jeff? Jeff? Naam bosi. Hebu niambie, wale mashahidi walikuwa wangapi? Walikuwa 4 bosi. Na una uhakika wameshakufa wote? Ndiyo bosi. Sasa huyu wa 5 ni nani? Wa 5? Samahani, naweza kufahamu kitu ambacho kinachofanya usiwe na furaha? Huenda naweza kukushauri. Huwezi. Lakini mimi ni mpenzi wako, unatakiwa kunishirikisha katika kila jambo. Bila kujali naweza kukushauri ama la. Nimekwambia huwezi. Wewe ni mtoto wa kike na utabaki kuwa mtoto wa kike. Yaani jambo liwe gumu kwangu mimi mtoto wa kiume, wewe mtoto wa kike uweze kulipatia suluhu. Iliwahi kutokea wapi? Na lini? Kwanza nahitaji kubaki peke yangu. Naomba uinuke uende ndani. Nahitaji nyumbani kwangu ndani ya dakika 5. Nisikilize kwa makini mzee. Huu ni mchezo wa akili unaohitaji matumizi sahihi ya akili. Lazima tuwafanye wale wanajiona wana akili watambue kuwa wapo wenye akili kuwazidi. Jeff, ukiachana na wale 4 ambao tumeshawaua, mnahisi hakuna mwingine yote ambaye alikuwepo eneo la tukio? Kwa eneo lile hakuna mtu mwingine aliyekuwepo zaidi ya wale 4 bosi. Sasa hiki kiumbe cha 5 ambacho kimepata ujasiri wa kujitambulisha kwangu ni kipi? Nadhani atafahamika muda mfupi tu. Nimefanya kazi ya kuwadukua baadhi ya watu kwa muda mrefu sana. Nishafanya kazi ya kuwadukua wasanii wakubwa na kufahamu kile wanachoendelea juu yao. Kuna siasa wengi sana nimefanya kazi ya kuwadukua na kufahamu mambo yao yote yanaendelea. Swala kama hilo hajakuwa na kipengele kikubwa sana cha kufanya. Utanitumia hiyo namba aliyokupigia, kisha tunaomba tupatie masaa 12 tu. Baada ya hapo atakuwa ashapatikana kabisa. Na uhakika kwenye hilo? Off tu. Yaani inamaanisha kwamba deal do. Okay. Unamhitaji akiwa hai. Sawa. Hakikisheni anapatikana. Kwa maana tarehe 23 haiko mbali. Kesho muda kama huu nategemea kupata majibu mazuri kutoka kwenu. Sawa sawa. Sawa. Tuna ofisini.
labda mtu anawaza ngono. Sawa. Watu tushavuruga na mambo yetu kibao hapa. Unashikana bila sababu. Kwa nini mimi huwezi kulala? Acha mambo yake wake. Oya. Vipi? Imetiki? Sasa sikia. Mimi naelekea ghetto kwenda kubadilisha hizo nguo. Nitarejea baada ya muda mfupi. Sikia sasa. Naomba tufanye kile inawezekana ili kumaliza hii kazi. Si unajua tumepewa masaa 12. Tushatumia masaa 6 mpaka sasa. Sikia. Acha safari hii jaribu kuitrack kwa kutumia voicemail. Nahisi naweza kupata kitu. Nasipo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.